Vega makiria Omewa yori ronega Aduga luke Nikia ondiri kanaga Makeri wandira Nane wajeki Vega Anyonya maya Ige moigaga niagima Atiagima Nanemeri moyangara Edwale tonege Ige moigaga matire Naiye oisho Nikewa heiro negai Niyarete kirie Nivega ngai Nivega makeria Ohewa yori oneda Roga ruruke Nikia odiri kanaga Makeri kandira Nanewa kirevega Wanyonya maya. Acheni tuweze kuomba. Baba mtakatifu uishie milele, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya siku ya leo tunakuabudu na tunakushukuru kwa sababu wewe Mungu umetupatia kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa mwanao Yesu Kristo mwaka huu. Bwana, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu tangia tuliposherehekea mwaka uliopita. Baba, umekuwa umekuwa kimbilio letu na msaada wetu Mungu kutufikisha siku ya leo. Mungu, tunakushukuru na tunasema imegharimika mkono na nguvu zako. Tazama Bwana vile tunavyofuraha tukiwa katika nyumba yako Baba, kusema tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, jambo hilo likawekwe wakfu katika mioyo yetu na likaufanywe upya katika mioyo na maisha yetu. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako tunapokuabudu katika ibada ya sikukuu ya kumbuka kuzaliwa kwa mwanao. Baba, uwepo wako ukawe pamoja na sisi, nguvu zako zikatuzunguke katika nyumba hii. Baba, ukanene na mioyo yetu, wokovu wetu ukafanyiwe upya tena, tukapokee nguvu mpya kutoka kwako tena, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amezaliwa ili sisi tukombolewe, amezaliwa ili tuokolewe. Mariamu hakuona haya kubeba mimba ya Mwokozi Yesu Kristo. Hata Yusufu hakuona haya kuitanishwa na Mariamu akiwa Bwana anatuzalia Mwokozi. Nasi Bwana tumepokea zawadi hiyo ambayo ulitutolea ili Bwana tuweze kufanyika watoto wako. Kiamo kireka tongumo na ugoshi kaibi tunigutwenda na guturutira mwana waku wa mumwe nigetha tuhonokio kuma uruine wa mungu walioba. Kaine tukite kigogona-inĩ gĩaku tukurutire igongona rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo na thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova. Tukwĩre nĩ tũkenete nĩ gũtũiguĩra tha ona gũtwenda na gũtũcagũra na gũtũthura atĩ ithuĩ tũtirĩ ciana cia kũũra. Ngai witũ, ngumo na ũgooci no gũcokerera katika ibada hii. Mungu, tunakaribisha uwepo wako na nguvu zako Bwana, tunapokuabudu, tunapokuinua, tunapokushukuru na Mungu, hata tunapokuomba. Roho wako Mtakatifu tuliyeachiwa na mwanao Yesu Kristo Baba akawe msaada kwetu, akawe nguvu zetu, akatusaidie kunena na wewe Bwana, na ibada hii Bwana ikakubalike na wewe, ya kwamba sikukuu ya leo tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo Baba tumetangulia
tumetangulia na ibada hii, tumetangulia na kuingia ndani ya nyumba yako, tumetangulia na kukuheshimu wewe, tumetangulia na kusema ni asante, ni kwa sababu ya kipawa cha dhamana ambacho umetupatia cha Yesu Kristo. Yoke Ngai uihurie ngoro citu na riri na thayo muingi, ucihurie na gikeno giaku kia uhonokio, ya kwamba hata tunaposherehekea sikukuu ya leo Baba, kutakuwa tofauti katika maisha yetu, maana utatupatia furaha ya wokovu. Bwana, utatupatia furaha itokanayo na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuja ni kwa sababu tunakupenda na hatuwezi bila wewe. Ukatembee na sisi, ukatujaze na neema yako, na mikononi mwako tukawe salama katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, tukaseme kwa pamoja amen, amen and amen. Jehovah wigai munene, wigai munene, Jehovah wigai munene, mawiko makuni manene, Jehovah wigai munene, wigai munene, Jehovah wigai munene, mawiko makuni manene, Jehovah nitwa kwa bararia, nitwa kwa bararia, Jehova nitwa kwa bararia, mawiko makuu imane, Jehova niwe hinya witu, niwe hinya witu, Jehova niwe hinya witu, mawiko makuu imane, Jehova gitwarane na ithuĩ, gitwarane na ithuĩ, Jehova gitwarane na ithuĩ, mawiko makuu manene. Asante Mungu, tunapoendelea na ibada ya leo Baba, unajua tunafanya hivi kwa sababu ya upendo mkubwa tunaokupenda nao. Tutaonyesha aje upendo tunaokupenda Baba kama si kukufanyia ibada kama hii? Bwana, kusema tuna vinywa vyetu haitoshi Baba, hata kuambia wengine tunakupenda haitoshi, lakini kuingia katika nyumba yako siku kama ya leo ambapo ulimwengu wote, dunia yote, mataifa yote inasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Pokea ibada zetu, pokea heshima zetu, shukrani zetu Bwana zikakufikie. Nayo ibada hii Mungu wangu ikazae ndani yetu kuzaliwa upya kwa Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Bwana, ukatuongoze na ukatulinde. Bwana, ukatujaze na Roho. Naomba tuihurie leo Ngai na hinya mweru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuihurie Ngai na hinya ũrĩa tũtararĩ naguo mbere-inĩ nĩ tondũ nĩ tũkwendete. Nĩ rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ igũkinyĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, tuseme kwa pamoja amen, amen and amen. Thank you very much. May God bless you. Naweza pata nafasi ya kuketi mbele za Bwana na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Merry Christmas. Merry Christmas. Hallelujah. Bwana ametufikisha siku ya leo. Kwa hivyo ninapowaambia Merry Christmas, mnasema Merry Christmas tu, ni kwa sababu hizo ndizo salamu ambazo Wakristiano wanasalimiana siku ya leo, salamu za kutakiana sikukuu njema ya Krismasi
ambayo Bwana ametufikisha kwa upendo wake mwingi. Tulianza na wengi mwaka huu, tuliruka mwaka na wengi mwaka huu. Hata Krismasi iliyopita tulikula tukiwa wengi, lakini wengine wameondoka na wameenda. Wewe pamoja na mimi Bwana ametuhifadhi, na kwa sababu hiyo tukasema ya kwamba hatutaenda kujifurahisha na vyakula vya kusherehekea, hatutaenda kujifurahisha na mambo ya dunia kabla hatujaingia katika nyumba ya Bwana. Tumwambie Mungu ni asante kwa sababu ya kutupenda, kwa sababu ya kutoa mwanao Yesu Kristo akuje azaliwe na Bikira Mariamu na Yusufu ambaye alikuwa amempoza, akubali kutembea na yeye safari yote akiwa mjamzito, na hata usiku ama siku ya jana wakapanda Bethlehemu kwenda kuhesabiwa, na hapo ndipo Mariamu anajifungua mtoto Yesu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo upendo huo ambao Bwana anatupenda nao hatuwezi tukakosa kulipa na kumpenda zaidi katika jina la Yesu. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa kukubali kuingia katika ibada ya ambayo tunaita ibada speciali ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na tulisema ya kwamba tutaifanya tu kwa lisali moja alafu tuweze kufunguana, kwa sababu siku ya leo ni ya kufurahia, ni siku ya furaha, ni siku ambapo ulimwengu wote unakumbuka jambo moja. Bwana asifiwe. Nilipokuwa na tafakari kuhusu sikukuu ya Krismasi, nilikuwa nahimizwa na Bwana ama nilikuwa ninaniambia kama vile Biblia, neno la Bwana, limekuwa na umaarufu dunia yote, kama vile Biblia haijawahi badilishwa. Vitabu vimeandikwa vya aina tofauti, vikaja vikaenda, lakini Biblia ya Mungu imebaki ile ile ambayo mababu zetu walisoma, ambayo watu wa zamani walisoma. Imebaki ndio Biblia, hata sisi tunaisoma. Ni jambo gani ama ni siri gani ambayo imefichwa kwa neno hili? Ya kwamba neno hili linakaa miaka na miaka, linakaa karne na karne, vizazi vinakuja, watoto wanazaliwa, Biblia inabaki na maneno yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ndani ya neno la Bwana kuna roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndani ya Biblia hii kuna nguvu ambazo si za wanadamu, kuna nguvu ambazo zinapita uwezo wa mwanadamu. Vile vile nilikuwa nafikiria kuhusu sikukuu ya Krismasi, na Bwana akaniambia kwamba kama vile neno lake limekuwa na umaarufu karne na karne, miaka na miaka, vile vile kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutabaki kukumbukwa milele na milele. Vizazi vitakuja vikikumbuka kuzaliwa kwake, vizazi vingine, hadi Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Atotolea kirikaniro gitari kiagari, atotolea kirikaniro gitari giacenjio na mafuku mangi. Na kumbuka nikiwa shule, vile vitabu ambavyo nilisoma sio vitabu ambavyo wale walikuwa nyuma yangu walisoma. Ni kama vimebadilishwa tangia nilipokuwa shule, ni kama vimebadilishwa zaidi ya mara 4. Wanakuja na syllabus hii, wanakuja na nyingine, wanakuja na nyingine. Lakini huwa nafurahia Mungu ya kwamba ile Biblia nilisoma nikiwa shule ndio bado watoto wa leo wanasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni neno la Bwana na liko na roho wa Mungu ndani yake. Haleluya. Wakati nilikuwa mdogo nilisherehekea Krismasi tarehe 25 Disemba. Sasa hivi nimekuwa mkubwa, bado ninasherehekea Krismasi tarehe 25 Disemba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu katika siku hii kuna nguvu za Bwana ambazo haziwezi kupishana na nguvu za mwanadamu. Bwana asifiwe. Mwanadamu anaweza kujaribu mambo mengi, anaweza kuleta mambo mengi, lakini hawezi kubadilisha kuwa sikukuu ama wakati huu wa kukumbuka
kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwa sababu sio siku ya kawaida, ni siku ambayo imetengwa na Mungu. Hata kama kuna wengine huko nje utasikia wanabishana, watauliza ni nini tunasherehekea, ni nani alisema Yesu Kristo alizaliwa tarehe 25, itabaki ya kwamba hawataweza kuondoa Wakristiano katika kusherehekea Krismasi. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya roho show. Na jambo lingine ambalo nilikuwa nahimizika, sikukuu zingine zote, angalia, sikukuu zingine zote ambazo huwa tunasherehekea, kama yenye tumekuwa nayo juzi ya Jamhuri, na ingine ambayo tumekuwa nayo juzi ya Mashujaa, na ingine ya Ribadi na Madaraka, sikukuu hizo zote zinakuanga ni za taifa moja. Kama hizo nimetaja ni za taifa letu la Kenya, lakini taifa jirani ya Tanzania, taifa jirani ya Uganda ama Burundi kwa ndugu yetu, hawawezi sherehekea vile tulisherehekea tarehe 12. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ni siku kuu yetu, sio yao. Lakini tazama Krismasi, haleluya, vile tunasherehekea hapa ndivyo watu wa taifa jirani Tanzania na mataifa mengine wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hata wale ambao wako Ulaya, hata wale ambao wako ng'ambo, the same day we are celebrating, it is the same day they are celebrating the birth of Jesus. Ina maana ya kwamba hii ni sikukuu ya dunia yote, madhani ya roho. Na nikio tuina nikemkine na mwana lushini ruo gori tugikũngũĩra gũciarwo kwa Yesu Kristo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na ituita kanitha, furaha ambayo tuko nayo ambayo inapita ya wale wengine ambao hawajajuana na Yesu Kristo ni kwamba siku ya leo sisi tuna celebrate ama tunasherehekea Yesu Kristo ambaye tunajuana na yeye, sio ambaye tunaambiliwa, ni ambaye tunajuana na yeye na tunamuamini na tumempokea. Bwana asifiwe. Unapendezwa na mtu mmoja katika kitabu cha Luka mlango wa 2 ambaye alikuwa anaitwa Simeoni. Biblia inasema kwamba kwa vile Simeoni alikuwa na hamu ya kuona Kristo, alikuwa na hamu ya kuona wokovu ambao alikuwa anasoma kwa Biblia, anasoma manabii walikuwa wametabiri. Isaya alikuwa amesema kutazaliwa mwana, Yeremia akasema kutazaliwa Zefania na Zakaria, na wengine wengi wakatabiri ya kwamba katika Israeli kutazaliwa mwokozi. Na kwa hivyo ikafanyika mtu mmoja Simeoni akawa na upendo mkubwa wa kumuona Yesu Kristo. Haleluya. Na nikondo wa wendo shari na huo, ili inasema kwamba kupitia roho wa Mungu, Mungu akamjulisha Simeoni ya kwamba wewe, kwa sababu ya vile unapenda kuona wokovu ukikuja Israeli, na kwa vile umeugojea, hautakufa kabla haujaona Mesia. Bwana Yesu asifiwe. Hautakufa kabla haujaona mwokozi. Na Biblia inasema mlango huo wa 2 kitabu cha Luka ya kwamba wakati mtoto Yesu Kristo alipokuwa anapelekwa hekaluni na mama yake Mariamu kufanyiwa ibada ya kwanza ya kutakaswa na kuingizwa katika nyumba ya Bwana, Biblia inasema naye roho wa Bwana, Simeoni akiwa mahali alikuwa, akamjulisha ateremke aende hekaluni. Na hapo alipoingia, naye mtoto Yesu akawa ameingia, akampokea, akashukuru Mungu, akaambia Bwana, moyo wangu umefurahia kwa sababu nimeona wokovu wa ulimwengu umefika. Simeoni alikuwa ameomba Mungu asikufe kabla hajaona Mesia, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasomewa Biblia ama neno wanaambiwa nego gashiarwo muhonokia mathani ya gosho. Na rushini nego kenaga munogeria nadu tondu roho wa Ngai ekugaga ithuĩ tuikaraga thĩinĩ wa generation ĩrĩa njega mũno. Kuna watu walikuwa wanaishi katika vizazi ambavyo walikuwa wanaambiwa atazaliwa ni agaciarwo mwathani ya rogosho. No ithuĩ tuikaraga thĩinĩ wa generation ĩrĩa tugaga ni aciarĩtwo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa wanasomewa Torati
wanaambiwa ya kwamba Isaia alitabiri ya kwamba kutazaliwa, wanaenda wanakufa kabla hajazaliwa, wanakaa wanakufa kabla hajazaliwa. Sasa sisi ambao tunakaa katika kizazi hiki tuna advantage kubwa sana, kwa sababu tunaishi katika kizazi ambacho tunasema amezaliwa. Haleluya! ni aciaritwo na andu aria mabatie gukorwo magikenerera guciarwo kwa Yesu Kristo, andu aria mabatie gukorwo magikenerera kiheo kiria Yesu Kristo arehire thi ni ithuĩ, tondu twi muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa anakata roho pale msalabani, katika kitabu cha Mathayo 28 sema wale ambao walikuwa wamekufa mbeleni wakiwa watakatifu, kwa sababu Mungu alipenda kuwaokoa, kaburi zao zote zilifunguka. Yesu Kristo anakata roho msalabani, kaburi zao zinafunguka na wanafufuka, kwa sababu Yesu Kristo alitaka hata wao wafikishiwe wokovu huu ambao tunajivunia siku ya leo. Mwathani arogocwo. Angikorwo andu aria makuite tene Yesu Kristo atanaciarwo, irira ni ciahingũkire hĩndĩ ĩrĩa arengire kana hĩndĩ ĩrĩa twĩkanire. Ona ithuĩ tũbatie kũmenya atĩ tũikaraga thĩinĩ wa generation ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie Ngai makĩria, na ĩrĩa ĩtanĩtio na Ngai makĩria kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo na mchana huu wa tarehe 25 tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo na tunapokumbuka kuzaliwa kwake, tusikumbuke tu kama watu wa mataifa ambao hawajui maana yake. Tusikumbuke tu ati tuende nyumbani tukule tufurahie, lakini katika mioyo yetu tujiulize, huyu Yesu Kristo ambaye anashangiliwa dunia yote, ambaye anafurahiwa kona zote za dunia, kila mahali tukisikia ni Krismasi, kila mahali tukienda ni Krismasi. Hata wale ambao hawaendi kanisa ni Krismasi, hata wale ambao hawapendi Mungu ni Krismasi. Bwana Yesu asifiwe. Kila kigenagia na Ngai, na kila gigutumatikana umekwa Ngai ni ati ona mundu uria waragia oru ati anakuru, ona mundu uria ureganaga na undu toyo, Krismasi ikitangazwa hata yeye atajikuta akisherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Anapingana na wokovu, lakini utamkuta hata yeye akiwa na marafiki aidha wewe ambaye anatumia, atajikuta ya kwamba anaishangilia kwa sababu ina nguvu zake. Haleluya. Sikukuu yenyewe ina nguvu zake za Bwana. Hata wale ambao ni wakataaji huko nje, utakuta katika mahali wanaenda wanasherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwauliza wanasherehekea nini? Kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Amezaliwa ndani ya moyo wako? Wanasema hapana. Lakini kwa sababu sikukuu yenyewe iko na nguvu zake, wanashangilia na wanasema haleluya, ni Krismasi, mtoto amezaliwa, ni Krismasi, mwana amezaliwa, wanashangilia. Haleluya. Kwa sababu hawawezi wakaondokea jambo hili ambalo limepewa utukufu na limepewa nguvu kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo hata wale watoto ambao hawajazaliwa, kama Yesu Kristo hata kuwa amerudi, litakuwa linaendelea. Haleluya. Nikushangaze tu nikwambie, hata akiingia mfalme gani katika dunia, hawezi kuondoa hii. Hata akiingia mfalme ambaye ni mbaya zaidi, anatawala dunia yote, hii kwa sababu si ya mambo ya kidunia, hawezi kuiondoa katika kusherehekewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana ina nguvu za Bwana. Kwa hivyo sisi kama kanisa tunafaa kujivunia ya kwamba tunaisherehekea tukiwa tumeokoka. Haleluya. Angalia rogo shop ate turakongoira titando ando uriri, turakongoira titando matamenya nete na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Saidia tu hii microphone iko na yero na tutaweza kubarikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Nitolee betri zake. Haleluya. Na najua ya kwamba tutazidi kubarikiwa in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo.
Nataka tuweze kupata neno ambalo litatuongoza siku ya leo. Wale ambao wako na Biblia tuweze kufungua Mathayo mlango wake wa pili. Tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Matthew chapter number 2 verses 1 to verse 7. Katika vitabu vyote vya New Testament, vitabu viwili pekee yake ndivyo ambavyo vinapeana kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Utapata kitabu cha Mathayo anajaribu kuelezea vile Yesu Kristo alizaliwa. Kitabu cha Luka kinaelezea kwa kipana. Kwanza Luka anaelezea hata kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji, wakati ambapo Mungu kupitia malaika wake Gabrieli anaenda anamtokea mzee ambaye alikuwa ni wa kanisa, na ambaye alikuwa mzee, alikuwa ameoa mke anaikuwa anaitwa Elisabeti, na walikuwa wamekaa hawajapata mtoto. Huwa napendezwa na Mungu sana ninapoongea habari zake, maana Luka akielezea kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji anaelezea ya kwamba Gabrieli malaika wa Bwana akamkuta Zakaria, akampasha habari, akamwambia mke wako Elisabeti atachukua mimba, na mimba hiyo atazaa mtoto kijana. Yaani Mungu anakusudia. Hebu sikiza neno hili kwa sababu litakusaidia. Mungu akiwa mbinguni anapanga mpango ya kwamba ninataka kule duniani kuzaliwe kijana ambaye ataitwa Yohana, na ambaye ataenda kutengenezea Yesu Kristo njia. Bwana sifiwe. Akiwa mbinguni anapanga na kamati yake, anamtuma malaika wa Gabrieli ashuke hapa duniani. Anakuta mzee ambaye amekuwa kwa hekalu kama baba wetu. Anakuta mzee ambaye ni mwaminifu, ni mkamilifu, ni mzee ambaye anapenda Mungu. Anamtokea anamwambia, kupitia kwako wewe mzee, hata kama una miaka na hata kama umekaa na mke wako Elisabeti hamjapata mtoto, sasa mbingu imetumana, kwa sababu kuna kazi mbingu inataka ifanyike hapa duniani. Na hiyo kazi ambayo mbingu inataka ifanyike, wewe utahusika. Bwana asifiwe. Inyo ndumwegatia atirire iguru rirenda gwikondo thiini wa thi riroka rikorota mundu rikamwira we ni undu wa mubango ri iguru ria banga we ni ukuhuthika thiini wa mubango ucio. Mwathani arogocwo. Biblia inasema kwamba Luka chapter number 1 ya kwamba akatokewa Zakaria, akaambiwa ya kwamba mke wako atachukua mimba, atazaa mtoto kijana ataitwa Yohana, na huyo Yohana ndiye atatangulia baadaye Yesu Kristo atakuja. Yeye ndiye atatengeneza njia. Zakaria kwa sababu alikuwa amekata tamaa ya kupata watoto, alikuwa amemaliza maneno hayo, akaanza kubishana na malaika. Akamwambia hayo mambo hayawezekani. Mimi ni mzee, mke wangu ni mzee, itawezekana namna gani na tulimaliza habari za watoto? Malaika akamwambia, kwa sababu umekataa na jambo hilo lazima litatendeka, utabaki kuwa bubu ama hautaongea kuanzia leo mpaka mke wako Elisabeti atakapojifungua mtoto. Hapo ndipo utaweza kuongea, na wewe ndiye utampatia jina ambalo nimekupatia Yohana. Wakati huo atazaliwa ndivyo utaongea. Bwana Yesu asifiwe. Kiragio ni Ngai tondu akimgureria kiria giatumire ahinge Zakaria kanwa, nigetha uria Ngai endete gutikage kanwa kangithie kuregana na uria Ngai endete. Mwathani arogocwo. Anamfanya anyamaze miezi 9. Ukisoma vizuri hiyo studio utaona kwamba wakati mke wake alijifungua na akapata mtoto kijana, hapo ndipo Zakaria baba yake aliweza kufunguka mdomo. Maana bereni alikuwa ameletewa karatasi aandike jina la mtoto, kwa maana wazee ndio walikuwa wanapeana majina ya watoto. Akaandika Yohana, na baada tu ya kufanya hivyo mdomo wake ukafunguka, akaanza kuongea, akasema mwiteni Yohana. Bwana Yesu asifiwe.
malaika Gabrieli akatumika na Bwana. Nahimiza neno hili kwa sababu kuna mambo hata saa hizi mbingu inapanga. Kwa na maudodai shigoro lilafanga. Na yale mambo ambayo yanapangwa kwa kamati ya mbinguni, bado Mungu anatafuta mtu wa kutumia ili aweze kutekeleza yale ambayo anataka yakatekelezwe hapa duniani. Bwana asifiwe. Kama ni mimi wewe, ningeambia Bwana niko tayari. Bwana, ukitaka kunitumia kutimiza mapenzi yako hapa duniani, nitakuwa tayari katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mlango wa pili kitabu cha Mathayo kuanzia mstari wa kwanza. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. Soon afterwards, some men who studied the stars came from the east to Jerusalem and asked from the east to Jerusalem and asked, "Where is the baby born to the King of the Jews? We saw his star when it came up in the east, and we have come to worship him." When King Herod heard about this, he was very upset, and so was everyone else in Jerusalem. He called together all the chief priests and the teachers of the law and asked them, "Where will the Messiah be born?" "In the town of Bethlehem in Judea," they answered, "for this is what the prophet wrote. Bethlehem in the land of Judah, you are by no means the least of the leading cities of Judah, for from you will come a leader who will guide my people Israel." So Herod called the visitors from the east to a secret meeting and found out from them the exact time the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem with these instructions: "Go and make a careful search for the child, and when you find him, let me know, so that I too may worship him." Bwana sifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Biblia inaanza na kusema ya kwamba alizaliwa katika taoni ama katika mji ambao unaitwa Bethlehem, Juda. Ulikuwa katika mji wa Judea, ulikuwa mji mdogo. Na wakati ambapo Yesu anazaliwa, Herode ndiye alikuwa mfalme. Hebu sikiza vile Roho wa Bwana anasema. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kuzalisha, na wakati ambapo yanaenda kuzalishwa, unakuta ya kwamba maadui wamekaa kila pahali wa kile ambacho wanataka kizaliwe katika maisha yetu. Ni kwa nini Yesu Kristo anazaliwa Herode akiwa ni mfalme? Mwadhani alogosho tondu kiria Ngai aciarithagia nigetha giukina hinya wakio na kihote kwihuranira, giciaragirwo thina-ini, giciaragirwo ruo-ini, giciaragirwo minyamaro-ini, lakini kwa sababu Mungu ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye kukiendesha, anafanya kizaliwe. Hata kama Herode ni mfalme, hata kama upinzani umekuzunguka, hata kama kuna mambo mazito tunapitia, kile ambacho Bwana amekusudia kizaliwe hakiwezi kikazuilika kuzaliwa na Herode. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio Herode anazalisha, ni Mungu mwenyewe. Inasema kwamba wakati huo ni Herode alikuwa ni mfalme, na wakati huo wale mamajuzi wa nyota wakakuja wakaanza kuuliza mtoto amezaliwa wapi. Makosa makubwa ambayo hawa watu wenye hekima ya nyota wanafanya ni kwamba walipoonyeshwa ya kwamba mtoto amezaliwa na kumezaliwa mfalme wa Wayahudi, wao kwa mawazo yao walifikiria mfalme lazima azaliwe katika ufalme, lazima azaliwe katika vyumba vya kifalme. Kwa hivyo wao wanaenda kwa Herode kumuuliza wapi huyo mfalme ambaye amezaliwa. Wasijue ya kwamba aliyezaliwa safari hii sio kama wafalme wengine akina Herode. Wanasikia ni mfalme ambaye ni tofauti, ambaye ufalme wake sio wa sehemu moja, sio wa taifa moja, ni ufalme wa ulimwengu wote. Kwa hivyo makosa ambayo hawa mamanyuzi wa nyota wanafanya ni kwamba wanaenda kwa Herode
kumuuliza habari za ufalme ambao hawajui si ufalme wa dunia bali ni ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umejikuta wakati mwingine ukiuliza habari za mambo ambayo unapitia mambo ambayo unataka jibu, unajikuta unauliza kwa watu ambao hawafai. Hivyo ndivyo hawa watu wanafanya. Maana wanamuendea Herode habari ambazo hata hajui na hajaelewa, kwa sababu haikuwa ufalme ama mfalme ambaye anazaliwa hakuwa mfalme wa kukuja kutawala kama wa dunia ama wa sehemu moja. Alikuwa ni mfalme ambaye anakuja kuokoa ulimwengu. Haleluya. Kwa hivyo mamanyuzi ndio wanajulisha Herode ni gusharitwa ndagiame madhani ya rogoso no gya ya jata makigera gwake tondu nimonetio na nimonete kwita ya muthamaki ya washiaro na riu mathiaga gukimuona nigetha mamutwarire iheo mwathani akumio. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3 ya kwamba Herode alipojua maneno hayo akaghadhabika. Sijui Kiswahili inasema nini, wacha tuone kidogo. Herode anapojua ya kwamba kumezaliwa Yesu, kumezaliwa Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo, akaghadhabika. Nilikuwa naangalia neno hili kwa kiroho, nikaona ya kwamba kile ambacho Mungu anafanya kizaliwe katika maisha ya mwanadamu huwa hakipokelewi. Bwana sifiwe. Huwa hakipokelewi kwa sababu ndani yake kina nguvu maalum ambazo zinatoka kwa Bwana. Mstari wa 3 unasema ya kwamba basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Herode, mji wote wa Jerusalem, na kama kuna watu walifaa kupokea Yesu Kristo ni watu wa Jerusalem. Bwana sifiwe. Ni watu hawa ambao wanatawaliwa na Herode. Lakini Biblia inasema kwamba wakafadhaika pamoja na Herode, maana hawakuwa wanaamini kunaweza kuzaliwa mfalme atoke kwa mahali pengine. Walifikiria mfalme gutiri muthamaki ungi ugishiarwa agikorode gushiarwa nyumba-ini ino, agikorode kuma nyumba-ini ino, na riu ni maigwa kwe muthamaki ungi uciaritwo matoe. Bwana Yesu asifiwe. Wakafadhaika. Inasema kwamba Herode akaita wale mamanyuzi faragani, akawaambia, enendeni mkatafute huyo mtoto huko Bethlehem, na mkimpata mkuje mniambie mahali ambapo ako, ili na mimi niende nikamsujudu nikamwinamie. Haleluya. Lakini anawaambia hivyo ya kwamba mnapojua bahari yako mkuje mniambie, sio ya kwamba aende akamuinamie, bali ili aende akamuue, kwa sababu yeye hakupenda kupokea mtoto huyo. Anasikia ya kwamba ni mtoto aliyetabiriwa, lakini yeye kwa sababu ya ufalme wake anaona ya kwamba hafai kuwa na mtu mwingine ambaye anaitwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wale mamanyuzi wakaenda na wakapeleleza na wakaona mtoto, lakini pale chini ukisoma Biblia inasema malaika ama roho wa Bwana akawaonya, akawaambia, msirudie hii njia ambayo mmekujia. Kwa hivyo msirudi kwenda kumwambia Herode pahali ambapo mtoto wako. Na kwa hivyo wakarudia njia nyingine wakaenda. Baadaye Herode anapojua ya kwamba alidanganywa na wale mamanyuzi, sasa anakasirika zaidi, maana hapo ndipo wanatoa sheria katika nchi yote. Anasema watoto chini ya miaka 2 waanze kuuawa, waanze kutafutwa wakiuawa. Watoto wengi wakauawa kwa sababu ya wivu wa Herode, akifikiria atamuua Yesu Kristo. Wakati huo naye Mungu amemtokea Yusufu, akamwambia, chukua Mariamu na uchukue mtoto, mwende katika nchi ya Misri, mkae huko mpaka wakati Herode atakapokufa. Wadhani ya rogoso. Yesu Kristo agitharwo kwitukira roho wa Ngai. Herode ni abia kuraga tukenge tuothe na ni aruta watho. Ukithoma kama hali 16 omurango ucio turi, Biblia inasema hivi, sikiza.
Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule waliouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na manabii ama nabii Yeremia. Todo Yeremia ndiye arathĩte akauga nĩ kũraiguĩka kĩrĩro kĩnene mũno Rama, Mwathani arogocwo. Sasa ndilo neno hilo linatimia. A sound is heard in Rama, the sound of a bitter weeping. Yani mama anayelilia watoto wake. Hivyo ndivyo Yeremia alikuwa ametabiri, na sasa kilio hicho kinasikika Bethlehem, wakati Herode anaua watoto chini ya miaka miwili, na hajui ya kwamba Mungu alitokea Yusufu akamwambia, chukua mtoto, chukua mama yake, endeni nchi ya Misri mkae huko mpaka Herode atakapokufa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 13 utaona wakati ambapo malaika wa Bwana anamtokea Yusufu kwa ndoto na anamwambia ya kwamba anatafutwa, ama mtoto anatafutwa na Herode, waende wakajifiche katika nchi ya Misri tangia Herode atakapokufa ili waweze kurudi. Haleluya. Kwena ndo mageragia kuhurana na kiria giciaritwo ni Ngai, na kiria giciaritwo ni Ngai gitiamukagirwo ni thĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo hata wakati mwingine mnakuta kwamba injili hii tunayoihubiri ina upinzani mwingi sana, maana imezaliwa na Mungu, lakini dunia inakataa kuipokea kwa sababu hii mambo na hii injili sio ya dunia. Bwana sifiwe. Lakini hata hivyo Mungu hutunza walio wake, Mungu hulinda walio wake. Malaika anatokea Yusufu, ukisoma mstari wa 13 hadi 14, anamwambia Herode anatafuta mtoto amuue. Kwa hivyo mchukue mtoto na mamake, mwende nchi ya Misri, mkae huko hadi nitakapodiru na huyu Herode nimuangamize, ndipo mtaweza kurudi. Haleluya. Na huwa ninashukuru Mungu sana, ninamwabudu sana, maana Herode hakukaa. Mwathani arogocwo. Herode ndatorire. Andũ arĩa mahũranaga nawe ũgĩciarithia kĩoneki kĩa Ngai matingĩtũũra makũnyamaragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 19, hebu sikiza neno la Bwana, tulikusomea mstari huo. Biblia inasema, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana amekufa, ama wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkaro anamiliki huko Uyahudi na mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazareti. Bwana sifiwe. Angalia, kilichozaliwa na Bwana huwa kinalindwa na Bwana, huwa kinaongozwa na Bwana. Na hiyo ndio furaha ambayo tunakuanga nayo tukimtumikia Bwana, maana tunajua hivi tunafanya kwa mapenzi yake. Kwa hivyo tunajua Bwana atatulinda, atatuhifadhi, atatembea na sisi. Herode alijiinua, akaua watoto, akatafuta mtoto amuue, lakini Biblia inasema baadaye akafariki. Hata kama hatujaelezewa vile alifariki, ina maana ya kwamba, ama tunaweza ona ya kwamba hakukaa sana, daikali ya mono. Tondu nituona kahinda gaka mathie kwihiga Misri, na kahinda karia macoka gucoka Nazareth ti kahinda kanene. Mwathani arogocwo. Tondu magithima kana kario kanini na magicoka gucoka kana no kanini. Koguo ri Herode uyu wethaga gakengere hakukaa muda mrefu. Bwana sifiwe. Kwa sababu Mungu alitaka neno litimie ya kwamba Yesu Kristo hatalelewa Misri, atarudishwa alelewe katika mji wa Nazareti, ili litimie neno ambalo nabii walikuwa wametabiri ya kwamba mfalme wa Wayahudi ataitwa Mnazareti. Haleluya.
Adiposa unakuta hata wanapoingia mji mwingine wanakuta ya kwamba huko kuna hatari. Hiyo hatari inawasukuma wanapanda mpaka nje ama mpaka mji wa Nazareti. Hapo ndipo Yesu Kristo analelewa. Madhani ya roho. Amen. Heberia turuge binuru. Na wakati ambapo tuko katika safari hii sana sana katika sikukuu hii ya Christmas, angalia, maana kuna adui mkubwa ambaye anatafuta kilicho ndani yako. Anatafuta kile ambacho kimepandwa na Mungu ili aking'oe, akiondoe, wewe ubaki mtu ambaye hana maana mbele za Bwana. Na kwa hivyo siku ya leo, kama tuna kitu tunafaa kutunza, kama tuna kitu tunafaa kuangalia, ni kile kilichopandwa na Mungu ndani yetu. Kile Roho wa Bwana amepanda, hicho kinatafutwa na adui ili kiweze kuondolewa. Herode anatafuta kumuua. Tawishiria tirende hamwe nani. Korwo Herode nionire gakenge gakari, na koroni akanyitireri akorageri, uhonokio yo tukenagirari tukia urikireko. Mwathani arogoco. Na nikio tufatie kumenyerera muno kiria Ngai ahandite thiini witu. Anapomtokea Yusufu anamwambia aende Misri, Yusufu habishani, anachukua mtoto, wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye malaika anakuja anamwambia wale walitafuta mtoto wamuue, sasa wameenda, sasa unaweza kurudi. Wale ambao wanabishana na wewe hawatakaa sana. Haleluya. Maana Mungu ndiye alikupatia chenye kiko ndani yako. Kwa hivyo hata ruhusu kishambuliwe na kiangamizwe, wewe pia unafaa kujisikia na uambie Bwana, mimi Bwana nimekataa ulichokipanda ndani yangu kisiondolewe na Herode wa siku hizi, kisiondolewe na hawa adui ambao wameinuka, ambao wanapigana na kanisa, ambao wanapigana na injili, ambao wanapigana na huduma yako. Mimi nimekataa na nimesema ya kwamba hakitaondolewa. Nitabaki kusimama salama na nitabaki kumtukuza Bwana katika jina la Yesu Kristo. Si mtu akaseme amen. Mwathani arogocwo. Rushinde rwa mothe tukiingira thiini wa thigo kwino ya Christmas mweri uyu wa kana mwaka uyu wa 2025. Leke tumenye kiano de mego kenera uhonokio uria twikiritwo kuhitukira Yesu Kristo. Herode ni aingĩ athikũ ici marakuona ukiina haleluya haleluya, wanakuona ukisifu, wanakuona ukiomba, wanakuona ukiingia kanisa, wanakuona ukisoma Biblia, wanakuona ukifanya ibada. Hawapendezwi na lilo jambo. Na sasa utafanya nini? Kile utafanya ni kutunza Yesu Kristo aliyezaliwa ndani yako. Umtunze na umuhifadhi, ya kwamba asiharibiwe na roho za nje, na roho ambazo haziamini imani ambayo tuko nayo, imani ambayo imepandwa kupitia msalaba, imani ambayo imepandwa kupitia kazi hii ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ili tuweze kuokolewa na tuweze kufanyika watoto wa Mungu. Ni kwa sababu Mungu yu pamoja na sisi katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Rushinde rwa mothe andu a Ngai, reke tutikaingirane na andu athi vile ambavyo wanasema tusiingiane na wao, tuanze kunena lugha moja. Wacheni sisi tulio wa imani, sisi ambao tumechaguliwa na Mungu. Alikuchagua, alikuona, akajua ya kwamba wewe unaweza beba mimba ya kuzalisha wokovu katika familia yako, katika kanisa la Bwana, na akakuaminia hivyo. Na hata saa hizi tumetangulia na kuona kuna mambo mengine mbingu inaendelea kupanga, na mbingu inapopanga inaanza kutafuta ni nani ambaye atazalisha. Bwana Yesu asifiwe. Kamati zinakaa huko Gabrieli, malaika wazee 24 wanakaa huko wakipanga, mwaka huu tunaingia, kuna mambo tunataka kufanya maima hiyo ambayo ni ya ufalme wa Bwana. Ni nani huyo amejitayarisha kama Zakaria? Ni nani huyo ako tayari kama Mariamu? Mariamu anatafutwa na Mungu, na Mungu anakuta msichana bikira ambaye ni msichana mnyoofu na msichana ambaye hana dhambi. Mungu anasema katika huyu msichana ninaweza tia ujauzito wa kuzaa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie ya kwamba tunapoendelea na maisha yetu,
wakati Mungu anatuma Gabrieli atashuka kwako. Haleluya. Wakati Mungu anatumana siku ya leo, Gabrieli akitumwa kwako, atasema ya kwamba kwa kweli huko unanituma nitaenda, kwa sababu huyo mtu ni mzuri na huyo mtu ninamjua na amekuwa mtu mkamilifu ambaye anaweza kuaminiwa kazi ya Mungu katika jina la Yesu. Maundu maingi maria Ngai endaga gwika muhuro wa riũa mekagwo nĩ andũ. Mwathani arogoca. Mũraika Gabrieli ona ikũrũka ndakuire nda ya gũciara Jesu, okire na ujumbe. Alikuja na ujumbe akampasha Mariamu. Hata leo kuna jumbe zinatayarishwa ambazo zinakuja kutafuta ni nani huyo atapashwa, aambiwe ya kwamba wewe unaweza. Bwana sifiwe. Wewe umepelelezwa na kamati ya mbinguni, si ya dunia. Ya dunia ikienda kukupeleleza itasema hauwezi. Haleluya. By the way, hata nikiletewa wewe kwa dunia nitasema, yani hata mimi nikiletewa wewe nitasema wewe wote wake hotanga itigana nake. Mwadhani arosho. Lakini kamati ya mbinguni ndio huwa inapeleleza. Inasema ya kwamba katika madhabahu ya New Life nimepata dada ambaye ni mnyoofu na ambaye ni mtakatifu, ambaye Mungu anaweza kumtumia kutekeleza majukumu yake.